utaconfirm hapa kwa kuandika amount aliyolipia $1,450,000. Naona baada ya hapo nasema complete, sawa. Alafu kasema mshindi ambao umetumia namba banki, unaweza uka-update. Ukisha update unaona umechange kwa tax invoice. Kwa utaona jinsi section ya subtotal ilivyo change. Kwa hiyo tayari ameshalipa na kamilisha. Kwa hiyo unaweza kumtumia ukaiprint kupitia printer ikiwa iko ofisini ukampatia. Kwa hiyo utakuwa na taarifa zote kuhusiana na mauzo. Hii ilikuwa ni nama ya kutengeneza performa. Sasa imebadilika, imekuwa nini? Imekuwa na invoice. Kwa hiyo ukirudi hapa utaangalia faida yako kwa siku hiyo. Kwa hiyo leo this month tarehe 1 leo umeuza $1,450,000. Sawa, gross profit ni $725,000. Unaona? Kwa hiyo gross profit ni $725,000. Kwa hiyo ukirudi kwenye product utagundua kwamba kila product moja ilikuwa na bei tofauti. Kwa mfano, uliuza nini? Ukiangalia hapa katika hii performa invoice utaona uliuza solar panel moja kwa $1,104,000 ambayo ilikuwa ni sawa na faida ya $700,000. Lakini kifaa cha mazoezi kilikuwa kinauzwa shilingi ngapi? $50,000. Sawa, ulikiuza kwa $50,000, lakini hiki kinunuliwa kwa $25,000. Kwa hiyo faida yake ni $25,000. Kwa hiyo ukijumlisha $25,000 na ile $700,000 unapata $725,000 kama faida. Unaona, kama faida. Kwa hiyo ukirudi naona masi iko sawa kabisa kwamba faida katika gross. Ini gross tunasema ni $720,000 kwa sababu hatakuwa na expense yoyote, lakini inaweza ikawa gross kwa sababu bado hatujaweka matumizi yoyote. Kwa sababu tayari labda tuna matumizi au bado hatujaweka matumizi, kwa hiyo bado haija calculate chochote kuhusiana na matumizi. Kwa hiyo ni gross iweze kuwa net. Kwa hiyo tukirudi hapa